Samir, unajua fika kabisa mimi na wewe ni kama ndugu, na hata wazazi wetu pia waliishi hivyo. Sasa kwa mawazo yako unafikiria mimi naweza nikakuacha katika hali hiyo? Sijui unaelekea wapi, sijui unaishi wapi kweli na kuomba mimi nikuchukue niende nawe nyumbani kwangu, tutaishi wote. Na hivi Dizonga, utaendelea kukaa humu ndani na uchizi mpaka lini? Yaani fikra zako unahisi kwamba utapata msaada gani kutoka kwa chizi kama huyo? Yaani badala ukae ufikirie kuendeleza miradi yako, umekaa unawaza tu uchizi muda wote. Hujali kazi, hunijali mimi, muda wote unawaza tu uchizi. Kama umempenda basi muoe, nije nipate mke mwenzangu. Samir, naam. Najua bado unahitaji msaada wangu. Hata mimi pia napenda kuendelea kusaidia, lakini nimepata safari, natakiwa niende Iringa, na nimeshafikiria sana kuhusu wewe. Najua ni jinsi gani utaishi. Hata usijali. Hata hivyo ninashukuru sana sana sana, kwa sababu sikuwahi kufikiria wala kuwaza kama ningekuja kuipata dhamana na samani ulionipatia. Ni watu wachache sana Catherine, ni moyo kama wako. Nashukuru sana. Na kuhusu mimi, wala usiwaze. Nilishazoea kuishi katika hali yangu hii. Ikiwa mvua ni za kwangu, jua, baridi, ndo maisha yangu kwa sasa. Nenda tu. Usiseme hivyo Samir. Siwezi kukuacha peke yako. Siwezi. Nahisi maumivu yako ambayo unayapitia yote. Najua changamoto zako zote ambazo umezipitia. Naelewa. Nikiruhusu tena rudi mtaani, ni sawa sawa na hakuna msaada wote ambao nitakuwa nimekupatia katika maisha yako. Hata mimi mwenyewe nafsi yangu pia itanisuta. Ni deni ambalo hata mimi mwenyewe sitaweza kujisamehe. Tafadhali. Catherine, Mungu mlipa mtu kwa nia yake tu. Na inaonyesha kuwa nia yako hasa kwangu ni kunisaidia. Hivyo inatosha. Hakuna namna. Nenda tu. Nakuombea. Nitarudi Samir. Nitarudi, I promise you. Nitarudi. Siwezi kuacha katika hali hiyo. Na kesho nitakupeleka kwa rafiki yangu. Ni mtu ambaye zaidi ya rafiki yangu. Tunapendana, tunaheshimiana. Najua upendo ambao nimekupatia mimi, hata yeye pia atakupatia upendo huo. Sawa. Utaishi kwake kipindi ambacho mimi sipo. Nikirudi nitakuja kukufuata. Tutarudi tena kuishi wote. Sawa Samir.
Amekutana nini? Nimemkuta kajifinyanga kwenye mfuko. Yaani uchizi atakuja kukuponza siku moja. Kuna siku tutaingia kwenye matatizo kwa ajili yake. Ona sasa, angekufa hapo, si tungeingia matatizoni. Na nashindwa kuelewa kwa nini hutaki kunielewa mimi? Kwa nini di? Ni kwa nini? Sawa. Basi pole sawa. Pole. Karibu. Karibu kafe. Nikumisi ndo nini lakini. Karibuni. Tabia mbaya wewe. Nani kupotea hivi? Karibuni. Asante. Karibu jamani. Asante shemeji yangu. Mambo. Poa mzima. Kama siku. Safi kabisa. Karibu. Asante. Mwana mpotevu. Leo ametukumbuka. Kwa kweli. Mimi nimekumisi zaidi ndugu yangu. Unishindi mimi. Habari za maisha, habari za masiku. Salama. Tunamshukuru Mungu tu, sio lazima kabisa. Sijui uko kwenu vipi? Huko kwetu pia nashukuru Mungu ndugu yangu. Tunaendelea vizuri. Tuko poa kabisa. Maisha yanaendelea lakini. Salama tu shoga yangu. Ila nilikumisi. Yaani sio Mungu, nilikumisi. Kama tulivyoongea ndugu yangu. Huyu hapa anaitwa Samil. Samil ni kama kaka yangu, yaani kama ndugu yangu kwa sababu ni mtu ambaye tunafahamiana muda mrefu toka tukiwa wadogo. Nimekutana naye katika hali unayomuona. Kama amepata changamoto katika harakati za maisha kama hivyo. Kwa hiyo nikaamua nimchukue niende naye nyumbani kwangu kwa nia na lengo langu niweze kumsaidia. Lakini ndo kama hivyo nimepata safari ya ghafla. Natakiwa nisafiri ndio Iringa. Nikaona siwezi kumwacha nyumbani peke yake. Hakuna mtu yoyote. Na ndugu yangu upo hapa mjini. Kwa nini simlete hapa aje kukaa kwako? Shemegi hakuna shida. Usijali kabisa. Hapa ni nyumbani pia. Yaani Priska, nikwambie tu, ndugu yako wewe ndo ndugu yangu mimi. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa, pata ishi vizuri kabisa mpaka utakaporudi. Usijali kwenye hilo rafiki yangu. Asante ndugu yangu, nashukuru sana. Samil. Naam. Unawasikia? Yaani hawa mimi ni kama ndugu zangu kabisa. Utaishi nao kwa amani kabisa kwa kipindi hicho ambacho mimi sitakuwepo. Lakini nakuahidi kwamba ni lazima nirudi, nitarudi kwa ajili yako. Sawa. Mimi niseme tu nashukuru sana. Asanteni sana kwa wema wenu. Mungu awabariki kwa kuendelea kunitunza na kuwa na mimi katika kipindi hichi chote. Asanteni sana. Amina, amina. Umesema anaitwa nani? Samir? Anaitwa Samir. Samir? Jisikie uko nyumbani kabisa hapa. Asante. Usijali kwa chochote, jisikie uko nyumbani, sawa? Sawa. Sasa jamani ndugu zangu, mimi hata sikai hapa muda mrefu kwa sababu tayari ndo niko safarini. Yaani hapa ndo niko mbioni safarini, nikasema nimlete ndugu yangu ili na mimi nianze safari zangu, sawa? Kasi tena kiguna njia muda wote. Yaani. Amna bwana, si mnajua tena harakati za kutafuta hela. Samir. Naam. Baki salama ndugu yangu. Sawa. Nitakukuta. Sawa. Kafe.
Mimi ngoja niwaache jamani, kwa sababu ndio safari yangu imeshaiva hivyo, hapa ndipo ni safari moja kwa moja. Haya bwana, karibia leo usipotee hivyo. Bana, sipotee ndugu yangu, hapa ngoja tu niende, nikirudi niko na nyinyi. Sheme. Haya, kwa heri shemeji. Haya bwana. Haya, uende salama. Haya, asante. Nitawakuta. Haya, sijali. Haya. Safari njema. Haya, bye baby. Karibu. Asante. Amar, kama nilivyokueleza awali, pale nyumbani kwangu sasa hivi hakuna amani kabisa. Yaani mke wangu amegeuka mbogo, hataki kunielewa kabisa yani. Sasa kuhusu yule dada ambaye tunaishi naye pale. Toka nilipofika naye pale kwa mara ya kwanza, ametokea kumchukia sana. Yaani hataki hata kumuona. Sijui hata nifanye nini. Mambo ya wanawake bwana, hakuweli mdudu wa sikio. Kwani ukumwambia ni kwa nini nimeamua kuishi na yule dada pale nyumbani kwako? Wewe acha tu rafiki yangu. Nimemweleza kila kitu. Nimemweleza kuwa sihitaji chochote kwa yule dada. Isipokuwa nimeamua tu nimtunze. Arudi katika hali yake ya kawaida, aweze kunielekeza ile mali iko wapi. Lakini kwa bahati mbaya hataki kunisikiliza wala kunielewa. Wewe acha tu rafiki yangu. Wacha nikwambie kitu rafiki yangu. Wanawake siku zote huendeshwa na hisia na uziamini sana dhana zao. Haijalishi dhana hizo zina uzito kiasi gani, zina ukweli ama hazina ukweli ndani yake. So wakishaweka dhana mbele, basi akili haina nafasi muda huo. Kinachotakiwa kwako ni kutumia akili ili usiharibu pande zote kwa pamoja. Amar, mpaka hapo kuja nishauri chochote ndugu yangu, na nimevurugwa vibaya mno. Sijui hata nifanye nini yani. Aidha ni muondoe yule binti ili niweze kuishi na mke wangu kwa amani, alafu nipoteze utajiri wote ambao nimeuona kwa macho. Nimevurugwa sana rafiki yangu. Ipo hivi, siku zote hupaswi kufanya maamuzi yoyote kwa kuongozwa na hisia, bali akili. Umenieleza? Umenieleza tena kwa msisitizo kuhusu yule dada. Ameshikilia siri nzito, siri ya ubilionea, siri ambayo inaweza kukubadilisha maisha yako wewe na vizazi vyako. Umenieleza hatua ulizopewa na daktari, ulizoshauriwa kuhusu yule dada. Nisikilize Dizonga, kuna wakati unatakiwa kusimama imara, hata kama kutakuwa kuna maumivu kiasi gani. Ya kupasa kusimama imara. Naamini kwamba ukisimama imara kwa kile unachokilenga, basi hata mkeo nyumbani atakuheshimu. Niamini, atakuheshimu. Tena siku ambayo utakaorudi nyumbani kama bilionea mpya. Niamini. Nimekuelewa. Nimekuelewa sana. Lakini cha ajabu, hataki hata nimsogelee yule binti. Hataki kabisa yani. Sasa nitaishi vipi maisha haya? Na unajua kabisa yule binti anahitaji msaada. Maamuzi ni yako. Kutumia akili ama hisia. Ila siku zote ukikubali kufuata hisia, mwisho wa siku utafeli tu. Upo nayo hapo? Nimeipokea tayari. Si hii uliofunga kwenye ili jani? Ndio, sawa vizuri. Sawa, nimekuelewa. Hela yako nitakuwekea hivi punde iliyobakia. Mna shida. Samir, unaendeleaje? Salama madam, za saizi? Salama. Ni muda wa kula sasa. Huku unaenda wapi? Ukishaweka hiyo dawa kwenye chakula, hakikisha unatumia udongo mfinyanzi kuisafisha mikono yako mara 3.
nilikuwa nanyosha tu miguu. Utatumia maji na sabuni, ni muhimu zaidi ili kuepusha madhara yake kwako. Sawa? Halo. Tuende kapumzike. Samir, Naam. kula chakula. Asante madam. Samir, ni muda wa kulala sasa. Ukapumzike. Ya, asante chakula madam. Ndio kalala.